matatizo tu ya frank. Na mimi nilikuwa nataka niulize, eske akikutana na tumikisha 15 hata ongea? Ile ni swali, ata change password, anachange nini ile password? Na hii tamaa ndio iko inaleta tatizo katika manyumba. Uko nakuta mama uko na manguo yola karibia 100 ndani ya nyumba. Afrika, ngambo ya bwana inahitaji kufanya nini? Kusaidia. Ngambo ya mwanamke inahitaji kufanya nini? Kusaidia. Mama. So, mimi sijaelewa kama si mama ndio tuna makosa si pekee. Cha kwanza ni kuwa na benki yake ni ipi? Unisikilize. Sababu gani mama anakuwa na benki yake? Babi, password imegeuziwaga na wewe bila kujua. Tu secret moja ya kufanikisha maisha ni banki moja mbili na nasikia, na uwe na connection nzuri na mke wako. Kabla ya kutoa unamwambia na yeye atafanya aje. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wako tayari kuingia mbinguni? Si sote tuko tayari. Lakini fahamu leo nitakwambia sababu ya wewe itasababisha usiingie mbinguni. Lakini ukikerebesha moyo wako na ukikubali utaingia mbinguni. Semeni amen. Hapa siku ya leo naenda kusema Mungu awabariki waimbaji. Wakati walikuwa wakiimba nyimbo za zamani, nikakumbuka wakati ulikuwa kwenye mkutano wa Bondo kule, kweli wamenibariki. Nikaanza kusema, je, waimbaji walikamata teme yangu njoo wakaona waje waimbe tu siku ya leo? Nikasema Mungu awabariki. Kwa kuwa wamenikumbusha enzi za zamani. Na waliponikumbusha na nikasema kweli wameingia nafasi. Leo teme yangu itakuwa kukumbuka. Tunaelewa? Kukumbuka. Nadhani wiki iliyopita waliongelea kuhusu Pasaka. Walipoongelea Pasaka, tukajikuta ya kwamba Pasaka ilikuwa na aina mbili. Kulikuwa Pasaka ya Waebrania, na pia kuna Pasaka ambayo sisi tunasherehekea si wa Kristo, ambao ni ukumbusho. Sio vile? Sisi tunasherehekea ukumbusho. Na ukumbusho ni nini? Ni kukumbuka kile kitu ambacho kilishawahi kupita. Ndicho sisi tunaenda kusherehekea. Lakini wenzetu walisherehekea kwa kumwanga damu. Wakati Mungu alipowatumia malaika, akawaambia kwamba wachinje kondoo na wakamate damu wamimine kwenye vizingiti vya milango, atakapokuja awaone kwa nani huyu ni Mwisraeli, na atakuwa anawapita. Lakini mwako wewe uliokoka una alama hiyo. Kuna alama ambayo unakosa ndani mwako. Na hiyo alama nitapenda siku ya leo ukubali ingie ndani mwako na uwe unatembea nayo. Hawa walitembea na alama ya damu. Na sisi tutembea na alama ya ukumbusho. Tutakumbuka namna gani? Fikiria wakati ulipokuja huku na wakati huko hapa. Kuna vitu hapa katikati ambavyo uliwahi kuongea. Na vile vitu ukafanya nini? Ukaviacha. Na ulipoviacha, neno linakuja kuambia ukumbuke siku ya leo. Ni nini ulimwahidia Mungu? Ni nini uliahidia mwenzako? Kumbuka jinsi ulikuwa kwenye mateso. Kila wakati uko unaenda kwenye maombi unaomba Mungu nisaidie niende Marekani.
Mimi nitakuwa napana injili. Na vile mimi ni mtoaji, nikifika huku Marekani nitakuwa natoa mpaka mtashangaa. Kuna watu walitoa hayo mahadi. Lakini leo walishafika Marekani, yaani yote wametupa. Leo nakwambia kumbuka ahadi. Huku hapa ulikubali maisha yako yote mwenyewe bila mtu kukaza eti wewe uko tayari kutoa mchango jenge kanisa la Bwana. Lakini leo umesahau. Na baada ya kusahau, nikaona nije nikukumbushe ya kwamba Pasaka tunasherehekea ni ukumbusho. Usisahau, mwanadamu anaweza kusahau, lakini Mungu asahau kwa sababu ni ahadi ambayo umetamka mwenyewe. Ni lazima ukumbuke. Fikiria, miaka mingi ulikuwa ukiingia kanisani, hujawahi kukosa kutoa. Ni sadaka, ni cha 10. Lakini kwa leo, wakisema waangalie buku ya matoleo ni watumishi, njoo wengi. Je, kweli nyumbani ulikuwa unatoa? Ulikuwa mtoaji wa kwanza. Ulikuwa unatoa limbuko, ukibarikiwa fedha unatoa cha 10, sadaka unatoa, lakini leo yote umefanya ni umesahau. Na mimi nakuletea neno, kumbuka. Kumbuka hizo enzi. Kipi kimesababisha wao kutokumbuka ile kitu ambacho ulikuwa ukitenda? Kwa sababu tukiangalia kitabu cha Yona alitumwa, lakini akapenda kwepe kwenda Ninawi. Sijui vile mwinjilisti alikwepa kwenda Ninawi. Kwa nini alikwepa? Kwa sababu kifuata mstari wake ule kule mwisho wa 4 kule, wa 4 sura ya 2 hadi ya 4. Watakwambia sababu za Yona zisababisha kwepa. Alikwepa kwa sababu ya nini? Alikuwa anamkwepa Mungu kwa sababu alijua Mungu ni mtu mwenye kuwa na rehema ndani mwake. Mungu ni mtu mwenye kuwa na hekima. Mungu ni mtu mwenye yani anakuwa karibu kusamehe, na ni mtu mwenye kujaa upendo ndani mwake. Na ni kitu Yona alimwambia Mungu, kama mimi nilikuwa nakimbia kwenda Ninawi kwa sababu nilijua hautawaangamiza. Ijapokuwa makosa yalikuwa mengi sana, yalimchukiza Mungu mpaka yakafika kudeclare mwisho. Lakini Mungu akuangamiza Ninawi. Semeni amen. Mungu alisimama imara na Ninawi baada ya kufanya nini? Baada ya kujitambua makosa yao. Walijitambua makosa, wakamwomba Mungu, na walimwomba Mungu msamaha, na Mungu akafanya nini? Akawasamehe. Kwa nini wewe ahadi ulisema usikumbuke na uombe msamaha? Kwa sababu Mungu yuko tayari kutumikisha. Kama wewe umetoka kule ulikuwa mwinjilisti, kwa nini hapo sio mwinjilisti? Wewe ulikuwa muombaji, kwa nini hapo siombe? Watu wangali wanafika hapa, watu wanakuwa vizuri, unakuanisha mke na mume, wanaenda out, wanaenda kuenjoy. Baada ya kuenjoy unaona yes. Lakini baada ya miezi miwili mke anageuka mke, mume anageuka mume. Mangumi njoo inaanza amua. Mnajua ngumi zinakuwa na nini? Njoo kinaleta ngumi. Tuko Wakristo hapa. Ukihesabia wababa ambao wanachangia fedha na wake zao, wanaanza kuwa 3 wana 4 tu. Ni kitu ambacho Mungu anapenda urudie. Kama umegabula benki na mume wako, rudia. Murudilie mume wako, mwikae pamoja kama vile mlikuwa zamani. Hautanidanganya eti unasherehekea Pasaka wakati uitimizi. Kwa sababu Pasaka ni ukumbusho. Na inaenda kukumbusha, na kila wakati tunasherehekea kwa sababu ya nini? Tunakumbuka kipindi kilichopita. Ulikuwa vizuri na mume wako, lakini leo inaanza kuwa ni kununa tu.
Mume akwambia nipigie chakula, wewe ndio upige, si utawasha tu kwa unaanza kusonga mwenyewe. Huruma sana. Wamama turudie, wababa turudie, tukumbuke. Baba kunyumba likienda anakuemelea, analeta chakula, mama anaenda analeta muhogo. Mnakula kidogo kwa furaha, kwa amani. Lakini kwa leo hamna amani. Na njoo fast, kuna pesa hapa. Huyu anakuwa ni za kwangu tu niwe nasaidia familia yangu. Huyu naye na mimi ni za kwangu nisaidie familia yangu. Unasahau ya kwamba sisi ni watu wa kupita hapo ulimwenguni. Ulimwengu sio kwetu. Sisi ni watembezi, tumekuja kutembea tu. Leo kesho tunaacha ulimwengu. Kwa nini tuache kupendana? Kwa leo ukiangalia watoto wetu, watoto wengi waheshimiwa wazazi. Watoto akishajua ABC, basi baba ana la kusema nyumbani. Watoto wetu kumbuke enzi za nyumbani. Tukumbuke wakati ungali nafika hapa. Ulikuwa unaheshimia mama kuambia hivi unasikia. Mama kuambia hivi unasikia. Lakini kwa leo tuko wapi? Kiingereza kisidanganye, ni lugha tu. Mimi najua lugha 12. Lakini sio kitu. Sio kitu. Lugha isitume unashindwa kuheshimu wazazi. Kiingereza chako unakisema sana, lakini umekutia mbele ya watu unashindwa. Lakini cha kutukana wazazi uko nacho kirefu sana. Turudie, wa vijana wetu turudie jameni. Wapi tulipotoka? Maandiko yanasema mzazi wako ndiye Mungu wako hapo ulimwenguni. Lakini je, unamfanya mzazi wako kuwa Mungu wako hapo ulimwengu? Kwa nini Marekani tudanganye? Ni dunia kama nyingine. Yona wamemtumana kule. Alikataa, alikuwa na sababu zake. Na wale wakamata wapatie, nenda upaze injili sehemu penye kwa mavita. Nenda upaze injili, utaenda? Utakimbia. Lakini Mungu ndiye amekutuma na utakuwa na sababu za wao kuepa kwenda kule. Lakini Mungu akishasema kitu ni lazima utimize, kisha usubirie. Yona alikuwa na chuki na wale watu walipoona Mungu akuangamiza, na kini yeye kwenda kukala kumulime kwa nasubiria angalie vile Mungu atafungua. Na wengine wako hapa wanakondoa macho, angalie leo nitamtukana nani, leo nitamsema nani. Sio hivyo. Unaweza ukamtakia mwenzako kifo leo, kumbe wewe utamtangulia. Yule ambaye unayeona huyu ndio adui yangu, yule ndio atakusaidia. Ni lazima mtie kuwa rafiki yako. Katika maisha hujajua nani atakusaidia. Tukiangalia hizo enzi 2012 je crois. Je tulianza hii kanisa huku kutoka kule. Tulikuwa wengi. Na makanisa mengi zilikuwa zinakuya, zinaanzia hapa, zinatoka, zinakuya, zinatoka. Lakini wale waliokuwa na moyo wa kujua kwamba sisi tunamtumikia Mungu, hatuna kwa ajili ya kuhangaika, walivumilia. Na walipovumilia leo si wapo? Paka leo tupo. Tulikufa. Sasa kwa nini wewe uende na tangatanga? Tusisahau kitu, Mungu yuko sehemu zote. Kote utakapoenda Mungu yupo. Lakini usiende kwa ajili ya kufuata mtu mwingine. Ikala pale ulipo na yeye Mungu atakubariki. Hacha tusome maandiko kwanza, mseme mbona mtu anateremka tu. Hacha tuangalie. Mtusomee Kutoka 12:13 hadi 14. Tuangalie mtapata temeji pale. Tunasoma mstari wa 13 hadi 14, tusikie nasemaje. Ndio, naanza 13 hadi 14. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo.
Amen. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapowapiga nchi ya Misri. Amen. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Amen. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyote kwa amri ya milele. Ubarikiwe. Umesikia maandiko yameeleza vizuri sana. Yaani Mungu amekamata ile akaiweka kuwa sheria. Tupende tusipende, vizazi na vizazi vitaenda kukumbuka nini? Pasaka. Yaani inaenda kulamusha ukumbuke kile kitu ambacho aliahidia Mungu. Achana na yale mawazo ya kusema mimi natoa hizi pesa, pastor atazikula, maji atazikula. Achana na ile habari ndugu zangu. Matoleo yalianza tangia kale na mpaka sasa. Na waliosubutu kukwepa ile vitu, aidha kumdanganya Mungu, walifariki. Sasa sisi tunaanza kamata ni mchezo tu. Sasa kwa nini nyumbani ulikuwa unatoa hiyo matoleo? Na kipi kinakuzuia leo usitoe? Fikiria. Usikie kukosa mbinguni kwa ajili ya kitu kidogo tu. Kitu kadogo, hapana vitu vya mingi. Sijaongelea kitu kadogo msamaha, hapana. Najua msamaha ni kadogo, lakini sina kwa ajili ya msamaha. Niko kwa ajili ya ukumbusho. Kumbuka wapi unatoka na wapi unaenda. Njoo kitu napenda utie mkichwa, ulitoka wapi na unaenda wapi. Kwa sababu ukifahamu wapi ulitoka na kwenye unaenda, utajua hapa katikati nilikorofeshana na nani. Hapa katikati nilikwazana na nani. Hapa katikati sikuelewana na nani. Hapa katikati nilipigana na nani. Hapa katikati nilikosana na mume wangu. Hapa katikati nilikosana na mke wangu. Na ukikumbuka hayo yote utajikuta kwenye usalama. Lakini tunakosa usalama kwa sababu ya kutokukumbuka. Maandiko yanatuambia ni lazima tukumbuke. Na iwe sheria. Inamaanisha ukumbusho ni sheria. Sio kutamka kitu na unasahau, hapana. Ni lazima utamke kitu na ukiweke ndani ya akili yako. Ujue kwamba kule ninapoelekea hii kitu nimesema nitakifanya. Mtumishi wa Mungu, tuangalilie kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 18 hadi 22. 19 unaanza 18 hadi 22. Lakini unaenda polepole. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 na mstari wa 18. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi. Usiue, usizini. Simama kwanza mwinjilisti. Kitabu kinasema hivi, akamwambia zipi? Yaani wewe ambao ushaokoka unajua vyote. Lakini Mungu anasema eti usiue. Sasa wengi kati yetu tunaisia kuua ni kuchinja, hapana. Kusema mwenzako bila sababu unaua. Kutokupenda mwenzako unaua. Kujipenda peke yako unaua. Ni mambo mengi sana ambayo tunaua bila kujua. Tukiwazia tu, ukipigana masasi unaua, hapana. Kuwa iko mwaina nyingi sana. Unakutanisha wamama washakaa chini, wako na msema mama mchungaji. Ule mama mchungaji anajionaka, ule mama mchungaji anakuaka hivi na yani wanamumaliza yeye wote. Sasa angalia tabia wanayo. Kama wako na msema,
Wakimuona wala wakiona mtu mwingine anakuja, unaona wanaanza kujiangalia tu hivi, mada inabadilika. Tena wanamuonesha ile upendo kwamba wanampenda, kumbe huku walishamumaliza. Unamuua mwenzako, mtu ambaye Mungu amemuumba, unamuua bila wewe kujua kwa ajili ya kumsema. Jamani, unaweza kumseme leo na kesho nafariki. Vile mlikuwa wawili, umwa atatoa siri. Na atakugeukia watasema ni fulani ndio alianza kaimada. Huyu ndio alianza kama mtu fulani amekufa kwa sababu tulikuwa tunamsema hivi. Kumbe Mungu ndio alipenda vifanyike vile tu. Kwa hiyo ni lazima tuchunge nini? Ulimi wetu. Tuachane mambo ya kusengenyana. Tuko tunauana bila kujua jamani. Mwenzako anatembea na wazee kwa mzima, kumbe mshakamuua. Hapa kuna watu wapo tu ni wazima lakini washakufa. Mnajua vile? Yaani wapo kwa sababu Mungu anawaweka tu, lakini washakaenda. Unajua walienda namna gani? Wewe na mimi ndio tumemuua. Kwa sababu tumwachie muda. Yaani mtu anakuwa kilala, mandoto zinaanza kuja za ajabu ajabu, kumbe ni ile kumsema mtu wa wenyewe. Je, yuko na deni yako? Kama mtu ana deni yako, mfuate. Mwambie kulipe na umuache. Pale ukikalia tu, fulani Claude alinikulanga pesa, Claude alifanyaka. Hapana. Uko na muua mwenzako. Miaka yako wanapunguza kwa juu yako, lakini ukiele zambu utaiomba msamaha kwa nani? Sasa ukinisema mimi leo nafariki, utakia kuniomba msamaha lini? Lakini huu ni muda wako mzuri wa kukumbuka ulikosea wapi, ulimkosea nani, ili upate kubadilika. Kwa sababu ile kubadilika yako itakusaidia. Mtumishi wa Mungu, tuendelee tusikie nini inayotufuatia pale. Inasema hivi. Usizini. Usiue, usiibe. Usishuhudie uongo. Simama kwanza. Maandiko yanasema usiibe. Hapo kila mtu anaanza piga. Pa. Huruma sana. Roho inakupiga kwa sababu ulishajitambua. Na ni vizuri kwa sababu umejitambua peke yako kosa gani unayoifanya. Narudilia tena. Ni vizuri kwa sababu umejitambua. Niwaambie umejitambua kwa nini? Nipe jibu. Kwa nini katika matoleo mara nyingi inakuwa ni majina ya watumishi tu? Njoo anatumika tu. Kama atanipa jibu. Hawa mnaoona hapa ndio anatumika tu. Hapana. Huko hakuna wenyewe anatumika. Maana hawa ndio wataenda mbinguni, sio vile? Hapana. Hao wengine wataenda mbinguni. Jamani, tukumbuke. Kumbuka uko mtoaji mzuri sana. Uko mwimbaji mzuri. Lakini kwa sasa uko hoi. Mungu anasema ukumbuke wapi ulipoanguka ili akusimamishe. Tena atakusimamisha vizuri sana. Kuna kijana mmoja juzi alikuwa anatembea, alikuwa na mtoto na yeye mwenyewe. Polisi ilimsimamisha. Mnajua kisa alipewa tiketi 3. Alipewa tiketi ya speed, alipewa tiketi ya kukosa insurance, alipewa tiketi ya mtoto wa miaka 2 bila kumfunga kiti yake. Tiketi 3 walipatia hiyo leo kabla ya saa
alianza nipigie eti nimsaidie kwenda kulipa hizo pesa. Sakadirisha hizo pesa. Au kupita saa ananipigia nitoa nimwangalie pesa. Nikamwambia huwezi ona. Bilitokea aje? Ngusijui mashini ilikuwa naenda tu. Na utakuta kanisani akutoa hata dola hii hata moja. Fikiria sasa. Ni lazima tuangalie. Tuko tunaenda vitu vya mingi sana. Jirani yako analala na njaa na uona kamata chakula na itupa trash. Kuna watu walishafanya kazi hapa. Na kukua wakati ya corona nilikuwa naenda kusomana na mabox. Mimi mwenyewe napakiza magari na kuyapatia wa Kristo. Nilikuwa napigana hiyo kazi wanajua. Nilikuwa naenda wakati ya corona. Gari yote napakiza juu. Na kuna wakati tutatembea wa Kristo tunaenda wakasia. Mpaka ilifika wakati wengine wanasema hapana, mafriji zinajaa. Roma sana. Mafriji zinajaa. Na huku unakutanisha friji yako inajaa lakini jirani yako anakosa hata vidongo vya maziwa. Tuangalie wapi tunaenda. Tuwe tunakumbuka yale ambayo tuliyoyatenda yana madhara kwetu sisi. Hapa unaambiwa eti usishuhudie uongo. Nilishaigusia hiyo. Uongo ni mwingi sana mwetu. Yaani jirani yako anamvamia, unaanza msemea uongo kitu ambacho hakijui. Na mtu anaweza kukutungia uongo na unasema huu ni ukweli. Naanza pia kudanganya na mimi kuchukua pesa zako na zichukua uona wazani ukweli kumbe ni uongo. Lakini maandiko yanasema haya yote zilikuwa ni sheria ambazo Mkristo alitimiza. Sasa wewe uliyatimiza, acha tuangalie kwa nini usiendelesha kutimiza mpaka mwisho. Mwinjili teteremka pale chini. 19. Biblia inasema hivi. Waheshimu baba yako na mama yako. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Amen. Amen. Teremuka. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika. Nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape masikini. Bwana Yesu apewe sifa. Kisha njoo unifuate. Haleluya. Heti kwa Ukristo wangu wote nilitimiza sheria zangu zote nikazitimiza. Sio vile maandiko yanasema kuna kitu alikosa. Aliheshimu baba, alipenda majirani, utetaji wa ndani mwake, lakini kuna kitu hiki kimoja tu kilisababisha afanye nini? Akwepe, aonekane ni yani ameshiba zote vile. Sasa na wewe uliye hapa kuna kitu ambacho unakosa kimoja. Huu kijana ile kuambiliwa tu auzishe kila kitu. Mbona eti uzishe magari zako zote na manguo yako yote, kila kitu kwa jote miguu, utaweza? Unasemaje? Unasemaje? Kila kitu. Kila mtu kuna kila kitu ambacho kinamkwamisha. Unaweza fanya kila kitu kizuri, unaona kabisa naheshimia sheria zote, lakini kuna kimoja kitakupiga chenga. Na kile kimoja njoo naenda kuambia ukumbuke ni kipi? Mimi sikijui, mwinjilisi akijui, wapasta hapa hawajui, lakini wewe mwenyewe unafahamu kile kitu ambacho kinaweza kikakosesha mbingu, ambacho ukifanya hapo baadaye.
Na zaidi wa baba wa mama, benki itatukosesha mbingu. Niko na rudilia tena. Hiyo benki hiyo. Pesa sio kitu. Tia benki moja, bibi atafuta kuiba kitu, Bwana hawezi sema. Atakuacha wewe, lakini kuna kitu kia maana unaweza kumwambia bwana yangu, nataka nifanye hiki. Hata kataa. Mbona mnaguna? Jamani. Kuna maswali baadaye. Sasa kwa nini ukitafuta kutumia benki? Okay, si mnachangana mume wako. Atakatala kwa nini? Hawezi katala, sio vile. Na kama yule akingali nakataa, maana hajaokoka. Lakini mke yuko na dua kutumia benki, na najua mwanamke ni lazima atumie pesa nyingi kuliko mwanaume. Hiyo inaeleweka kabisa. Kwa sababu kuna wakati mwanamke anatafuta kutumia pesa nyingi, mwanaume afanye nini? Anambania. Ukimbania tu ya kwanza, ya pili, ya tatu, taksi na pia wewe hapa na bia yangu. Lakini sasa kwa watu waliookoka hawawezi angalia hiyo. Kama ulishaokoka ni lazima muwe kitu kimoja jameni. Kisikuje kutukosesha mbingu kwa jaga kitu kadogo, vitu ambavyo tutaacha mtaa. Unamwona babu yangu Ruigita representative Degora alifariki, alisimamia kanisa yote. Unajua alienda na nini? Alienda na pantalotu, alienda na mashorts, akwenda tena kiatu. Yote ilibaki. Baba yangu Revera Stepas, unamjua? Alikuwa kuhubiri kunyumba, akasema na msishangae hapa sasa nasikia mimi nakufa. Alimaliza tu kilio ile kwenda kupanda moto, yeye mtu anamogoa hospitali saa 2 na kufa. Akwenda na kitu. Naenda kwa simamia somo yote asipate. Kwa hiyo, hicho kitu kisikuvuruge wewe na mke wako. Ni vitu moja ya kutre sana jamani. Baba yangu Kidoge Bashagira mnamjua. Mlikuwa namuita jina ya Fereti. Alikuwa na pesa tu nyingi sana. Alikuwa anatembea sana kisa kama Marekani. Lakini siku alikufa. Atukubeba hata koti 2 atukuweka. Kwa nini? Yaani yote inaonyesha kwamba vitu vya ulimwengu tunavikuta na tafani na taviacha hapa. Sasa kwa nini tushindwe kuelewana na mwenzako kwa ajili kitu kidogo jamani? Tuwe tunakumbuka sisi ni wapitaji. Na tukijua kama sisi ni wapitaji, tusikorofishane nyumba. Watoto wanakuwa wanatuacha, tunawakia mimi na wewe tunawakia nyumba sifa wengi. Na sifa wengi tunaanza bebana. Sasa kama sifa tunaanza bebana na ile benki tulishakorofishana itakuwaje? Basi itakuwaje pale? Sio ni shida. Lakini muda ukingali wa kukumbuka wapi nilikosea, kipi kilisababisha mpaka mimi nijitoe kwa mume wangu. Ukifikiria hiyo, utarudiana utakuwa vizuri sana. Mnasikia? Kuna maulizo ambayo yapo, lakini tutauliza baadaye. Kwa sababu mimi naenda kumaliza, lakini tutayauliza. Ila nataka aiza Mungu anataka kupitia maandiko tuwe kitu kimoja. Tuwe na upendo. Tukubali kushare kila kitu ambacho tunacho. Tushare na wanjirani wetu, na mandugu, na wanani. Na tuache kusema wengine. Kwa sababu tukiacha hayo, tutaona ufalme wa mbinguni. Kijana angekubali kuuza vile Yesu alimwambia, angeenda mbinguni, sio vile mwinjilisti. Lakini alishindwa. Afadhali ngamia ingi kwenye tundu la shindano kuliko tajiri. Sasa tunawazia tajiri ni ule wa pesa tu. Sio tunawazia.
Sio hiyo. Wewe na mimi tulali na njala, sikuwa watajiri. Kama sikosi kitu cha ukula kwangu, utaniambia niko maskini? Niko tajiri, sio vile mzee Swedi. Niko tajiri. Uwe na mamilioni yako hapo kule. Na mimi niko na zangu zile ndogo zinanitosheleza. Kwa hiyo usitamani kitu cha jirani yako, kitu cha rafiki yako, hapana. Kuna andiko la kuongeza. Unalo? Kwenye Ufunuo sura ya 2. Mstari wa 5. Utakusomea, mimi naenda kumaliza. Utakusomea? Some tu haraka tunamaliza hivi. Biblia inasema hivi. Nipe dakika 2-3 hivi. Mstari wa 5 anasema hivi. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Tumesikia sisi sote. Yaani yeye yuko mwepesi kusamehe jameni, yuko mwepesi. Usiseme mimi nitaenda tu kwa mzee Kayaba, mimi hapana. Ukijisikia kutubu, hata ukiona mtoto mdogo, unaweza kumwambia mimi nataka nitubu hivi na hivi. Mungu anasikia. Tunaenda kumaliza, najua andiko la mwisho hili. Lakini walikuwa na swala lichunge, tusomee Wagalatia 5:22 hadi 24. Mbili tu. Wagalatia 5:22 hadi 24. Tusikie anasemaje? Biblia inasema hivi. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, na pole. Kiasi. Juu ya mambo hayo, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hakuna sheria. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Mimi naenda maliza. Tumesikia. Tunda la Roho ni nini? Ni upendo, furaha, amani, lakini wewe unakosa vyote. Unakosa amani, unakosa upendo. Sasa ukikosa upendo mbinguni utaenda na nini? Ukikosa amani utaenda wapi? Ukikosa uvumilivu, kama vile nilimaliza kusema, mkikorofishana mume wako ni lazima mvumiliane na mrudiane na muikale pamoja na mjue kisi mtaendesha maisha ya watoto. Kuna makosa gani hapa? Na tukumbuke sisi wa Pentekoste tunaongozwa na Roho. Ndio tunaongozwa nayo. Sio roho ya shetani hapana. Sio roho ya mapepo hapana. Ni Roho Mtakatifu ndio tunaongozwa naye. Ni lazima tuwe tunafahamu kwa nini mimi niko mtu wa vuguvugu, kwa nini mimi niko hivi. Kwa uhakika hiki ninachowaambia, kama unakumbuka, najua utakuwa na matatizo na mume wako wala na mke wako. Ukikubali tukikaa pamoja na muongee, mtakuwa vizuri sana. Si wanaume tuna matatizo. Barikiwe. Mnazomea hapo. Mbona mnazomea? Hapana. Barikiwe. Unatupa bomu kugari. Sisi wanaume tuna matatizo. Kama mimi nasema vile, mimi najijua. Kwa sababu ya nini? Mke wangu hawezi tumia kitu mimi nikataza. Hiyo nasema kweli. Anaweza akatumia pesa zote zile, kama ni kiasi kubwa kia kuniambia ninunua hiki basi. Kwa muhimu aniambie. Lakini utasema neno moja. Hapana, wakati ameniambia hakuna tatizo yoyote. Hata ingekuwa Palestina yuko hapa, Palestina si yuko hapa, muulize. Hata Shistini hapo hapo. Jo hiyo. Ni lazima tuige jinsi ya kuishi. Tuige jameni. Mimi na mke wangu tuko na miaka
10 tangia tunauana. Hakuna hata siku ashakuwa na benki yake wala mimi kuwa na benki yangu. Na hakuna siku ashasema pesa zake zinatumikia zinaenda mu benki yake njoo zitransfer kwangu. Hakuna siku. Zote zinaingia zinakia kwangu. Lakini bule matatizo kama unaanza kuapana kwa ajili ya pesa kama. Unaanza tokea kwa wengine. Na mimi nitafuta kununua kitu, ni lazima nimwambie kama ni kiasi kikubwa lakini. Jamani. Mimi naenda maliza. Ila ilikuwa ni ukumbusho ambao nilikuwa nawakumbusha. Na kama uko maswali mawili matatu unaweza uliza kisha watakujibia wazee, lakini kwa ngambo yangu naenda kusema tuwe na amani, tuwe na upendo na tujaribu kupenda majirani na Mungu afanye ni atubariki. Amen. Karibu mama. Muulize pata atakuwa shakuwa hapa tawajilia na wengine watasaidia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sitaongea kabla sijaona kanisa linatumika. Sawa. Mnasema ya kwamba kuna swali? Maswali. Kwa sababu waligusia wanaume hawana shida. Swali yangu ni mbili. Nilikuwa nataka kuuliza hivi kwa sababu alisema nyewe wanaume hamna matatizo juu ya franka. Na mimi nilikuwa nataka niulize, eske akikutana na tumikisha 15 hata ongea? Ya kwanza hiyo. Ingine ya pili. Ingine yangu ya pili ilikuwa ya kwamba kusema eti ukitumikisha sijui pesa kwa mfano naenda kwenda kuswapi kadi yake kama ya change password anasubiri nini mwa hizo mbili tu hata elewa hata nitikia leo ni swapi kesho yake ni swapi ata change password anachangia nini ile password na yeye hapo mwema yangu Sara pesa zinatawanyika pasipo sababu. Na tumeenda kufika hapa Marekani, mambo yanakuwa magumu makali kuhusu pesa. Samahani, acha niseme hili. Uko nakuta kitu ambacho na hii tamaa ndio iko inaleta tatizo katika manyumba. Uko nakuta mama uko na manguo yola karibia 100 ndani ya nyumba. Bwana ana koti hizi 4. Lakini kila nguo inapokuja ni lazima uichukue, naona ni nzuri unaweka. Ukiona tu mwingine nguo tu ziko zinapita kumanani hivi, hii nguo kweli ale inakuja. Sasa hiki kitu bila hesabu njoo unakuta mwanaume mnyumba anatoka, hautakumbuka ya kwamba kuna sababu zingine ambazo zinapaswa kufanyika ndani. Bila ziko mingi. Na kuna wenyewe wako hapa, wako na mafamilia wapi? Afrika. Ngambo ya bwana inahitaji kufanya nini? Kusaidia. Ngambo ya mwanamke inahitaji kufanya nini?
kusaidia. Sasa wewe pesa uko na swap kwa kununua manguo. Hii tamaa itaisha siku gani? Sasa chukua pesa, fanya gharama ya nyumbani kwa kweli. Fanya hiyo gharama. Fanya gharama, chakula na vingine. Kisha usikie kama mwanaume ataongea. Akiongea. Sasa kuna shida nyingine kwa kwenda kuemea. Ona tabia mko nayo. Ni hii. Kuliko ununue chakula ambacho mtakula nyinyi wote. Watoto mlisha wazoweza kula chakula ambayo haifai. Njoo naenda Lundule. Machipsi. Unajaza nyuma. Siku mbili. Siku moja. Watoto wanakuja kula. Nipa kadi. Fuyo bwana, ile pesa zote zilienda wapi? Kwanza inapaswa tuwe na hesabu ndani ya vichwa vyetu kwa budget. Hapa tunaishi kwa budget, ndio nyumba zetu zifanye nini? Ziimarike na ziende mbele. Bwana asifiwe sana. Tuache mambo ya tamaa. Tamaa. Uko naingia msoko unaacha, ndio maana wazungu wanaangalia na visa, sio? Sio wanapeleka. Yeye anaenda ili asinunue vile vyenye, lakini sisi wa Afrika tukiingia msoko Kenya tunaona akala utatu. Unaenda msoko hali ungelimaliza dakika 30 unarudi nyumbani. Masaa matatu. Kwa hiyo ujiangalie sana. Hicho kitu kama amegusia wababa sio ndio, na wababa nao wana tabia. Na sisi tuna tabia. Unaona? Wanaume tuna tabia ya kutokufanya nini? Kutokuemea. Unajua, wanaume tabia ya kutokufanya nini? Kuemea. Mwanamke anapoenda sasa soko kwenda kuemea, akija na emea pesa zinaisha, tunasimama tunaanza kutomboka. Umemaliza pesa. Kwa sababu hatuendagi soko ili twende tuemee. Lakini vitu tuvifanye kwa budget. Mimi swali yangu ya kwanza ni hili. Baadhi yenu wengi wakiwa wako na ubiri hapo, wakihubiri kama hii mahubiri tunapata kwa siku ya leo, siku nyingi sana wanahubiri wa mama. Sitasikia mwana sema hapo kuhubiri na aanze kusema wa baba ni hivi. Kila anayesimama hapo kuhubiri utasikia tu mama. So, mimi sijaelewa kama si mama ndio tuna makosa si pekee yetu. Cha kwanza hicho. Angalia wale wasichana ambao wanatoka nje kama wana gari wanaenda, kama hawana magari waambie ndani. Kama wanajua kutembeza wanatoka nje, waingie kwa magari na waende nyumbani. Kama hawatembezi waingie kanisani. Hatutaki mtu. Sawa, twende. Cha kwanza hicho. Cha pili, anasema ya kwamba bamama wana benki zao. Sababu mama kuwa na benki yake ni ipi? Unisikilize. Sababu gani mama anakuwa na benki yake? Baba anakuwa na benki yake. Hapo kati kuna nini? Tabia ya baba. Nauliza hapo kuna nini? Kwa sababu kama kisi mama alisema hapa, utakuta uko na benki moja. Ngani moja. Kuna mwenye kwanza kuchukua penyewe, anachukua kama anaiba. Unaenda sokoni. Kama tunao mafuta, unaenda kuswapi. Paso nyenye uziwaga na wewe bila kujua. Unajua kwamba hii benki ni ya Seba Widi, ni yake ni yangu. Na wakati tuenda kufungulisha tulikuwa sie wote na password ya benki ninaijua, lakini anachukua kama naiba, naenda sokoni na swap kama ni mafuta, bana naambia haitumiki. Na password mimi naijua.
ile sura ameenda kugeuza nani password bibi ila mimi kujua ni kwa sababu gani? Na tukiendelea kusikiliza mambo ya mabenki ni mpaka Sunday tutabakia hapo. Sema tu sekre moja ya kufanikisha maisha ni banki moja mbili na kama sio hivyo utatumika mpaka ueneze miaka 65 uko hapa Marekani. Sekre moja sema tu mama tusiwasidiri na wenyewe wanajua tabia zetu mbaya. So mwanaume kama haujielewi nasikia na uwe na connection nzuri na mke wako kabla ya kutoa unamwambia na yeye atafanya aje na yeye atafanya aje kwa sio kusema ya kwangu njoo vile ilivyo. Mwanamke kama haumwambii unatoa 500 1000 ataona kama vile unamdharau. Nasikia. So kabla ya kutoa unamwambia ukweli au unamwambia ni kitu chenye unaenda kufanya. Pale atakuelewa. Lakini mwanaume kuchukua kadi eti mimi ni mume ndani ya nyumba, unaenda unachomoa, kesho ataleta ile tabia kusema kama maybe unazipeleka sehemu nyingine penye hajui. So ni vizuri kumwambia kabla hujatoa ili ukija kutoa ameshajua taarifa tulizonazo na Secret ni moja, benki moja ndio inabadilisha maisha. Yaani amsikii wanaume. Amena. Nataka niulize hivi. Ya kwanza. Neno langu la kwanza. Wanaume wangapi wenye wanaenda kusukuma kwa mkono juu? Kwenda kuemea. Wenye wanaenda kuemelea watoto, waweke mkono juu. Mwanaume mwenye naenda anaacha mwanamke kunyumba na watoto anaenda kuemea, weka mkono juu. Kuna wakati naendaka, hata mimi kuna wakati naendaka. Unaenda kuemea, unamaliza ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamaliza ngapi ukienda kuemea? Ngapi? Ranga ukienda kuemea mtoko unamaliza ngapi? Niko tofauti. Unaanza enda leo unanunua box moja tu ya chips. Okay, mnaishi. Sasa mimi kuna wakati sitawaficha. Nakuwa mnanikwaza. Wenye mnanikwaza ndio hapa. Mkisimama hapa, chapu cha mama, mama. Amjui sie mango yetu. Unaenda unanunua nguo ya 15. Au unanunua kikwembe 15. Unasema na hivi nakutana ikikwembe kwa hii bahati. Mama niko pesa. Yaani nikipokea hiyo 15 nakupatia. Uliat na zingine kwa mbeki unakopa ile frank. Ile 15 ukipokea unapita na toa acha nikapate 15 nilipo. Ukifikisha nyumba hiyo nguo hautalala. Hautalala. Franga haujui nilinunua ngapi? 350. Unaona? Nikaenda msoko. Kwa leo 1000 na maliza. Nadanganya. Hapana mama. 1000 naisha. Ukifika mnyumba. Unajua mnamaliza franga bayama. Na sie tutaliwaka. Amen. Sawa, kenye mimi naona niki 300, 400, 500 kuemea. Naona viongozi ambao wanaoongoza hizi kundi, tafadhali ninawaomba mwende mtuandalie siku moja tukusanyike, wale ambao wanaoa na wenyewe wanaolewa wote, tuwe kwa pamoja, kwa sababu tunaona mambo ni mengi, ili tuzungumze na tukafike kwenye muafaka wao. Lakini kitu kikubwa, kama tunaokoka na nyumba zetu zinaokoka. Amen. Na kama hatujaokoka, ina maana yake na nyumba zetu hazijafanya nini? Hazijaokoka. Ila ujue ya kwamba mama ambaye uko hapo, mwanaume anaweza kaongea kitu kwa ajili ya kusema ya kwamba
akushitue ili ujue kufanya budget. Hatujakataa msibaye. Kwa ukweli wanaume hakuna wenyewe wanaenda kuemea. Hawapo. Ni wachache, mmoja umoja. Na kama unaenda kuemea baba, ungali unaenda kuemea leo, kesho watakugeuka. Nikwambie. Baki muulize, kama naendaga kusoko. Mimi siendage kusoko. Wenyewe wananiletea ni huko. Baba, muacha aende kusoko, aende emea peke yake. Kama utokea tombokea huko pesa, utomboke, bora ameenda peke yake. Hicho kingine nacho ni shida. Lakini wamama mtajua hakuna mwanaume alishaenda kweli analeta maharagi, analeta bunga. Haujaletaga bunga nyumba yako? Haujaletaga bunga nyumba yako? Haujaletaga bunga nyumba yako? Sasa unataka nini? Haujaletaga bunga mtasa? Wewe hiyo. Naona nimelea ni wewe peke. Bwana uganaje unataka kuelewa. Tumalize. Maliza sikiwe. Amen. Kwa mazuri sana. Lakini mbele kiswali kidogo tu. Unajua kuna mila yetu ya asili. Cha kwanza hicho. Cha pili, msigeuze mila kwa sababu tunafika kwa wazungu. Hapana. Msigeuze mila juu tumefika kwa wazungu. Sawa? Ndio tunaongea vyote hapa. Shida ni mbili. Shida ya kwanza ni tabia. Shida ya pili inaleta tatizo sana, mimi tunaongea yote hapa. Hakuna mwanaume anaweza kataa support bibi yake kwa mavazi. Kwa sababu mwanamke afadhali ni mangumu mtu anapendeza. Unaelewa? Hiyo ni kawaida. Shida sasa iko inatokea ni hapa. Kama unataka hii mambo yote yaishe, lazima ujue gharama ya nyumba yako. Ukijua tu gharama ya nyumba yako, kama nalipaka nyumba franga fulani, maji fulani, insurance fulani, na mshahara wako, ili vyote mtafika. Lakini unataka kufanya gharama yenye inazidi mshahara wako. Sasa bora tasirika, bora kwa nini tasirika? Pesa zinaingia, hauyalipa nyumba, hauyalipa insurance, hauyalipa nini? Ushafanya gharama 600 na mshahara wako ni 1000. Tujue kwanza magharama zote za manyumba, zile zinabakia, chukua, hakuna shida. Na Mungu awabariki. Tuko na vijana leo. Sawa, tumalize jamani. Vijana. Naona mambo ni mengi. Muache tumalize. Saa zinafika. Wa vijana wangali wanaingia. Simtaingia vijana. Na hapa kuna mambo mengi ambayo tungali tutafanya. Bado tunahitaji watumishi wote. Baada ya vijana kumaliza, tunaenda nyumbani. Na ilikuwa inabidi kama mnaona hakuingia, tate yake mzala baba yake alikufa, na ndio maana naona haiko hapa. Hiyo ndiyo sababu moja. Inabidi watu wajiandae waone jinsi ya kufika pale kwao. So vitu viko vingi. Tukiendelea mwa hivi hatutatoka hapa. Sawa? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujitambue, tukumbuke mahali tumetoka, tukumbuke yale ambayo Mungu ametutendea, tukumbuke kwenye Yesu alitutoa ni sehemu gani, na leo tuko wapi. Amen. Hicho kitakwenda kutusaidia. Na neno kubwa, mwanaume akumbuke ya kwamba yeye ni mwanaume, na mwanamke anapaswa kujua mimi ni mwanamke, na kuko limit ya mwanaume na mwanamke ipo, na mila zipo.
Biblia inakataza tusitumie mila zetu? Inakataza tusitumie mila? Haijakataza. Hasa kuna kitu ambacho tunatumia kama mila, na ni lazima ile mila zetu tuziendeleshe. Na wanawake tunawapenda, na nyinyi pia mnatuheshimu, ila tukae kwa amani. Ndicho kwa sababu tumeokoka. Na wakati tumeokoka, wokovu imo ndani. Cha muhimu, najua nitakosa, unisamehe. Na wewe ukikosa, na mimi nikusamehe. Na tunaendelea na maisha. Bwana asifiwe.